Chanzo cha ajali ya huu moto mpaka sasa hivi hakijajulikana chanzo hasa ni nini, lakini kwa kuwa mimi nilikuwepo kwenye gari, tulichosikia tu ni mlipuko wa tairi ulilia kwa kubwa sana, na mwisho wa siku tumesimamisha gari hapa kwenye parking, tunaenda kwenye tairi za nyuma pale kwenye tanki ya mafuta ilikuwa imeshachanika baada ule mpasuko wa tairi. Yale mafuta yalivyokuwa yanamwagika na yazidi kwenda kwenye tairi kule, ndo moto ukazidi kuwa mkubwa zaidi, lakini chanzo cha moto hakijajulikana ni nini. Abiria tulifanikiwa kuwanusuru wote. Tulichofeli ni kuokoa mali za abiria, lakini abiria wote waliokuwepo kwenye basi zaidi ya abiria 21 wote walifanikiwa kutoka salama. Ilikuwa inatokea Arusha kuelekea Dar es Salaam, kutoka saa 3 pale Arusha, na ajali imetokea majira ya saa 5 kasoro. Kwa wakati ule, kwa sababu tayari gari ilikuwa ishateketea, tulichokifanya ni kuhakikisha abiria wetu wanaendelea vipi na safari yao, lakini miongoni mwa abiria waliokuwepo kuna baadhi walikubali kuendelea na safari, na kuna baadhi ambao safari yao ilikuwa ndio mwisho, wakarudi kwa ndugu zao Arusha. Lakini mbali na hivyo, taratibu zingine zinafuatwa kuhakikisha kila kilichoteketea kwa wale abiria wetu wanapata kwa mujibu wa sheria. Ukweli kwa usiku kulikuwa hamna msaada wote wa wananchi. Tulichokifanya ni tulipigia simu zimamoto, lakini zimamoto walikuwa hapo mbali. Ile zimamoto imetokea wilaya ya Hai, maeneo ya Kia. Kwa wakati tumefika hapa raundi ya kwanza, walifanikiwa kupiga yale maji yao, gari kakata maji, ikaenda tena kuchukua maji raundi ya pili, wakaja wakamalizia moto uliosalia, lakini mpaka wakati huo tayari mali ilikuwa imeshateketea. Kwa hiyo hakuwa na msaada mwingine zaidi. Kwa jina naitwa Daudi Stanislaus Mela, ni mkazi wa Kilimanjaro. Tulikuwa tunatokea Kimashuku kwenda Bomang'ombe. Tulipoona ajali hii tumeona tusipite, tuangalie, kwa sababu ni ajali ya kutisha na kusikitisha. Lakini tunaomba Mungu, sababu abiria waliokuwepo hakuna hata mmoja aliyeweza kuumia au kujeruhiwa kufariki. Tulikuwa tunaomba jeshi letu la polisi wajitahidi na kuwahi pia kwenye matukio kama haya, sababu inaweza katokea la kutokea lingine libaya zaidi, wakawa wanapata matatizo huko, wakakosa kuwaokoa. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba sana jeshi letu la polisi liweze kuwa karibu barabarani, hasa matukio kama yanayojitokeza, kwa ajili ya kuwanusuru watu watakayopata matatizo. Asante. Ningeweza kuomba jamani, hata jeshi la zimamoto ingeweza kuwa karibu na Sadala, hata ile tukio likitokea hapa linawahi kwa wakati, lakini lingekuwa karibu hiyo yote singetokea, lakini ndio hivi imeweza kutokea, hamna namna. Lakini bacho tunaomba uweze kuwa karibu jeshi la zimamoto, tunaomba sana. Lakini nyinyi majirani wa maeneo haya kutoka kweli, semesha kweli, mimi nilitoka, lakini katika kutoka nilikuwa mwenyewe ni ngumu sana, lakini ningekuwa na wasaidizi tungeweza fanyaje, tungeweza kuwasaidia tukaokota viwili vitatu, lakini nilikuwa mwenyewe, nilikuwa mna jinsi. Nilitoka kama saa 4 naelekea saa 5. Sasa najua ukiwa mwenyewe ni ngumu sana, lakini kama tungepata wenzetu ingekuwa ni rahisi sana kuweza kuokoa vitu ambavyo vilikuwa kwenye gari, na pia mwenyewe gari amepata hasara kubwa sana. Ndio hivyo kiongozi wangu. Naitwa mrakibu msaidizi Jeremia Mkomagi, kaimu kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Kilimanjaro. Jana tarehe 9 mwezi wa 6 mwaka 2026 majira ya saa 4 usiku, kwa saa 4 na dakika 4, tulipokea taarifa kutoka kwa wenzetu jeshi la polisi wakitujulisha kuwepo kwa tukio la moto wa basi la abiria ambalo lilikuwa likitokea jijini Arusha kuelekea Dar es Salaam, kwamba linateketea kwa moto katika eneo la Sadala, wilaya ya Hai, mkoa wa Kilimanjaro. Baada ya kupokea taarifa hizi, kituo chetu cha zimamoto na uokoaji kilichopo Bomang'ombe walitoka eneo la tukio na kuelekea walitoka kwenye kituo cha zimamoto na uokoaji na kuelekea eneo la tukio. Na mara baada ya kufika kwenye eneo la tukio, walikuta basi la BM1 coach likiwa linateketea kwa moto. Askari walifanya juhudi za kuzima moto huo na kufanikiwa
kuzima kabisa huo moto, lakini hakuna mtu aliyepoteza maisha, lakini kuna uharibifu ama kuteketea kwa basi na pamoja na mizigo ya abiria ambayo ilikuwa humo ndani. Lakini tunamshukuru Mungu ya kwamba abiria wote walinusurika, hakuna majeruhi. Kwa hivyo rai inayoitoa kwa wamiliki wa vyombo vya moto pamoja na madereva ni kuchukua tahadhari mapema, lakini pia kutoa taarifa mapema kwa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, kwa sababu kilichotokea pale baada ya tairi la basi kupata pancha kupasuka, ilitokea pia mpasuko wa tenki la kuhifadhia mafuta, tenki ambalo linatumia diesel la hilo basi. Walivyopasuka likapelekea muwako ama moto kuwa mkubwa na kusambaa kwa haraka. Sasa dereva pamoja na msaidizi wake walifanya juhudi za kuweza kuzima moto huo kutumia fire extinguisher ambayo ilikuwa katika basi hilo, lakini hawakuweza kufanikiwa. Baada ya hapo walipiga namba ambazo sio za polisi wala sio za zimamoto. Kwa hivyo huu wote inaonekana ni mlolongo wa ucheleweshaji wa taarifa. Kwa hivyo tumeendelea kutoa hii elimu kwamba madereva na wamiliki wa vyombo waendelee kuitambua namba ya Jeshi la Zimamoto na Uokoaji ya dharura 114 ili kuweza kutoa taarifa kwa wakati na huduma ya kuzima moto iweze kutolewa kwa wakati. Lakini taarifa hii ilichelewa na hivyo ikapelekea madhara zaidi ya kuungua na kuteketea kwa basi lote. Kwa hivyo naendelea kutoa rai kwa wananchi kwamba taarifa hizo zinatolewa mapema kwa namba yetu ya dharura ya 114. Asante Fani.